Katika familia moja kitajiri kulikuwa na mzee mmoja aliyeitwa Mzee Hashim Saidi. Mzee huyo Mungu alimjalia mali nyingi. Alimiliki makampuni mengi, miradi mikubwa maendeleo. Siku moja jukuu zake alimtembelea na kisha akamwomba asimulie hadithi yake na mkewe Bi Rehema. Aliwakusanya jukuu zake akawakaribisha kwenye ukumbi wake wa kifahari, kisha akaanza kuambia, wajukuu zangu, kabla hamjaona dhahabu hii yote lazima muone udongo wake. Hii si hadithi ya mafanikio tu, ni hadithi ya kulala njaa, kudharauliwa na kuanguka mara nyingi bila kukata tamaa. Kuna wakati katika maisha yangu nilihisi dunia haikunitambua. Kila nilipojaribu kusimama nilikuwa kama majani yanayosukumwa na upepo wa dharau, kubezwa na kunyanyapaliwa. Siku zote watu walinitazama kwa salio, na kwa kuwa mfuko wangu ulikuwa na mashimo sikuwahi kuhesabiwa, kwani wakati huo nilikuwa maskini asiye na mbele wala nyuma. Nilipojaribu kujiingiza kwenye mapenzi niliangukia pua, maana nilimpenda binti mmoja kutoka katika familia ya kitajiri aliyeitwa Lili. Nilipomfuata kumweleza, moyoni alinicheka kisha akasema kwa dharau, wewe utanipa nini? Maisha haya ni watu wenye nazo. Marafiki nao waliniambia niachane na ndoto za mahaba, maana mapenzi ya maskini ni hadithi ya huzuni. Lakini katikati ya hayo mawingu ya kukataliwa kulikuwa na nuru moja iliyoangaza maisha yangu. Rehema, msichana wa kawaida mwenye moyo mkubwa kuliko ulimwengu, alikubali kuishi pamoja nami kwa moyo mkunjufu. Mimi na Rehema tulifunga ndoa na safari yetu ilianza kwenye chumba kidogo kwenye nyumba ya kupanga. Siku moja nikiwa nimevunjika moyo baada ya kupoteza kazi ya barua, Rehema aliketi karibu nami na kuniambia kwa sauti ya matumaini, hatuna pesa lakini tuna ndoto. Tuanze na kidogo tulicho nacho. Mimi nitapika vitumbua na kuuza chai. Pesa tutakazopata zitatusaidia kusonga mbele pamoja, na hata kama kwa kutambaa. Wakati huo nilikuwa nikitegemea kazi za barua vya ujenzi, kupaka rangi pamoja na udalali. Kwa hakika tulianza hivyo kwa pamoja. Asubuhi ya kila siku ilikuwa ni safari ya matumaini. Rehema alikuwa akiamka saa 10 alfajiri kupika vitumbua, nami nikienda katika shughuli zangu za kila siku. Siku zote tulivumilia dharau, mvua, jua na njaa. Wakati mwingine hatukuwa na hela ya chakula, lakini tulishikana mikono na kuomba kwa machozi. Tuliishi kwa kudharauliwa, tulionekana kama watu waliopotea njia, hakuna aliyeona juhudi zetu. Lakini tulibeba mzigo wetu kwa unyenyekevu. Hakuna aliyetufundisha kuvumilia, ila maisha yenyewe yalitufundisha kuwa ukikosa leo haujafeli bali umetanguliza kesho. Katika kila jua lilotuchoma, kila mvua iliyotunyeshea bila paa imara, kila njaa iliyobisha hodi tumboni mwetu, tuliona mshumaa mdogo wa matumaini. Tuliamini bado kuna kesho ya furaha. Tuliamini japo tulikuwa maskini wa mali, lakini tulikuwa matajiri wa upendo. Kuna siku moyo wangu ulivunjika kabisa. Siku hiyo katika shughuli zangu nilipokea simu ya mke wangu akishikiliwa kituo cha polisi baada ya kukamatwa kwa kuuza vitumbua bila kibali. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kiasi kidogo tulichohifadhi kama akiba kilitusaidia kuokoka katika janga hilo. Na safari yetu ya uchumi ilianza tena upya, na kwa pamoja tulishikana mikono na hatukukata tamaa. Tuliendelea na safari ya kupambania ndoto zetu. Tulifungua akaunti ya biashara, tukaweka akiba hata kama ni 500 kwa siku. Tulijifunza kuweka kumbukumbu, kutenga kiasi cha faida na mtaji. Tulijifunza nidhamu ya kifedha. Tulisema hapana kwa matumizi yasiyo lazima. Tulitenga 10% ya kila faida kwa kujiendeleza kielimu na kitaalamu. Tulijifunza kutumia fedha kukuza biashara na badala ya kujionesha. Miaka miwili baadaye ile meza ya chai na vitumbua ikageuka kwa kibanda, na baadaye kibanda ikawa duka. Na kwa jitihada nyingi zisizoisha, duka hilo likazaa kiwanda kidogo cha usindikaji. Na hatimaye kwa kidogo tulichopambania kwa machozi ya damu, tulianzisha kampuni ya usafirishaji mizigo. Pia tulifungua duka kubwa la vifaa vya ujenzi. Na hakika tuliweza kuajiri watu wengi, kusaidia familia na kuwa chanzo cha ajira kwa watu wengine. Siku moja wakati nipo ofisini kwangu, aliingia mwanaume mmoja aliyeitwa Daudi. Wakati anaingia ofisini kwangu alikuwa akilia akiniomba nimpe msaada wa kazi. Mke na mtoto wake wapo kitandani wagonjwa na hana pesa za kusaidia familia yake. Nilimwonea huruma nikikumbuka kwa huko ndiko nilikotoka. Hivyo nilimwajiri kwenye kampuni yetu, na pia nilienda nyumbani kwake kumsaidia kupeleka familia yake hospitalini. Na nilipofika nilishangazwa kumwona Lili ndio mke wa Daudi. Lakini siku zote moyo wangu ulikataa manyanyaso kwa wanyonge. Hivyo tuliharakisha kuwapeleka hospitalini. Walipatiwa matibabu na afya zao zilitengamaa tena.
Nilimuuliza Daudi kwa nini wapo katika hali ile, maana Lili ni mtoto akishua na singeweza kuvumilia maisha yale. Ndipo Daudi aliponiambia alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni kubwa mawasiliano, lakini upepo baraka aliondoka na walikumbwa na dhoruba kufilisika. Kutokana na janga hilo, kampuni yao iliuzwa kwa watu wengine na wafanyakazi wote walifukuzwa kazi katika kampuni hiyo. Hapo ndipo nilipogundua maneno ya baba yangu, usimdharau mtu kwa hali yake, maana kesho yake huijui. Na hakika upendo wa rehema waniponya, ukaninua na kwa msingi wa mafanikio yetu. Tulikataa kuvunjika na tukumpatia ndoto, tukajifunza na kuishi kwa nidhamu, na hatimaye sasa tunamiliki kampuni kubwa, na kupitia sisi watu wengi wanasaidia kujenga na kuinua uchumi wa familia zao. Sasa mimi na Rehema tunapata vile tulivyokosa, tunaishi maisha yale tuliyoota, lakini maisha haya tuliyajenga kwa nidhamu, juhudi, uvumilivu na imani. Siku moja wakati tupo fukweni tukila upepo wa bahari, nilishika mikono ya Rehema na kisha nikamwambia, umaskini huleta msongo mwingi, wakati mwingine tulikosana, maneno makali yalitoka midomoni mwetu kwa sababu ya kukata tamaa. Ilikuwa rahisi kukasirikiana wakati tumebanwa na shida, lakini kila mara upendo wetu utushinda. Tulikumbuka kwa nini tulianza safari hii pamoja. Bado nakumbuka zile nyakati ambazo tulilala njaa, tumeshikana mikono tukitafakari hatima yetu. Lakini katika macho yako niliona nguvu na matumaini. Ulikuwa mwanga wangu na nguzo yangu pia. Kisha Rehema aliniambia, tutashinda mpenzi tukiwa pamoja. Tunaweza kuvumilia kitu chochote. Na kweli tulivumilia. Licha ya tabu zote, misukosuko, shida na matatizo, bado tuko hapa. Umaskini ulijaribu kutuangusha, lakini haukufanikiwa kututenganisha. Upendo wetu, uvumilivu wetu na imani yetu ndio silaha zetu. Na ingawa maisha bado na changamoto zake, tunajua kwa tukiwa pamoja tunaweza kukabiliana na chochote. Na kila ninapoamka leo nikimwona mke wangu akiniandalia chai, huwa nasema kwa moyo mkunjufu, si pesa tu inajenga maisha, ni moyo wa kweli, uvumilivu na upendo usioumbishwa na hali. Maana kuna watu wana pesa ila hawana amani ya moyo. Hivyo ndivyo mzee Hashim Said alipomaliza hadithi yake. Kutokana na hilo, usipite bila kutoa komenti yako, kitu gani umejifunza kutoka kwa mzee Hashim. Pia usisahau kusubscribe, like na kushare video zetu. Asante kwa kuwa pamoja nasi.